Yesu mzabibu kweli, Baba Mungu ndiye mkulima, na nyinyi matawi ndani yangu, mwezi neno bila mimi. Leo hii kwenye makala ya ukulima mazao bora tunaangazia ufugaji wa nguruwe, na safari yetu inatuelekeza hadi eneo la Misemwa viungani mwa mji wa Bikeke, ambapo tunawasili nyumbani kwake Sharon Nelima Nabiso ambaye ni mfugaji wa nguruwe. Tunapowasili hapa mwendo wa saa 2 asubuhi, tunamkuta Sharon na mumewe wakiwa kwenye pelka za kualisha nguruwe wake, na kwanza nilitaka kujua nini kilimchochea kuanza ufugaji huu. Ukulima ni uti wa mgongo katika taifa la Kenya. Karibu kwenye makala ya ukulima mazao bora. Bila shaka ni juma lingine ambapo bila shaka tutakuwa tunaangazia kilimo na ufugaji wa nguruwe hasa. Na niko katika eneo la Bikeke na nimeweza kupatana na mkulima mmoja hapa. Atakuwa anatufahamisha mengi kuhusiana na ufugaji wa nguruwe. Labda mwenyewe atajitambulisha kwa majina, alafu kisha basi atuambie labda nini ambacho kiliweza kumchochea kwanza kilimo cha ufugaji wa nguruwe. Karibu sana dada yangu. Okay. Jitambulisha kwa majina alafu tuambie nini kilikuchochea kuanza ufugaji ama kilimo cha nguruwe. Tazama kamera pale. Naitwa Sharon Nelima Nabiso. Hii kilimo ya nguruwe imetusaidia, wakati tulianza tulikama tukasema nguruwe ndio inaweza tusaidia juu inazaa like 3 times at 1 year. So ndo tukasema wacha tufanye, inazaa mingi na inatupea haraka. Na je, mkulima anafaa kuchukua hatua zipi kabla ya kuanza kuwafuga nguruwe? Mfugaji wetu Sharon anatusimulia zaidi. Ni kipi ambacho cha kwanza ambacho mkulima anafaa kufanya kabla ya kuwaleta wale nguruwe? Kujenga nyumba, kuwe na mahali pa penye ukileta unafaa ike. Hasa sisi tulikuwa na kibanda, tukasema kibanda wacha tununue nguruwe 2, tukaviweka hapa hivi. Ndio ikatuzalia ile ndume, tukauza ikabaki nguruwe moja kike. Kwa nao sasa iko na mimba tena, nataka kujifungua tena. Hiyo ndio ilifanya kitu ya kwanza kuleta hapa hivi. Tulileta kwanza kwenda kamera kule, ukuwe na nyumba kwanza, alafu kuwe na pesa. Mkulima huyu anasema kwamba ukulima wa nguruwe hauna gharama kubwa ikizingatiwa kwamba yeye alianza ufugaji wa nguruwe kwa shilingi 2,000 pekee. For me that time nilianza na 2,000. Nikanunua nguruwe moja 2,000, which 4,000 ndio nilikuwa na. Na kwa masuala na nyumba pale mlifanya namna gani, na nyumba inafaa ijiunge namna gani kwa manufato ya mkulima? Sisi tulikuwa tayari na kibanda, tulikuwa tumechoma, ilikuwa tu imekaa, na tukasema hii kibanda kuliko kukaa hivi wacha tuamue nguruwe tufugie ndani nguruwe. Kibanda ndio ilikuwa na tukaamua tufugie nguruwe ndani. Mlipowaleta wale nguruwe, labda mlikuwa mmefanya research kuhusiana na ufugaji wa nguruwe na kilimo cha ufugaji wa nguruwe, ama labda tu mliamua tu kwamba wacha liwe na liwalo? Tuliamua tu wacha liwe na liwalo. Tuliona tu mtu tukasema hii na tunaweza fanya, na tukaamua tufuge nguruwe pia nasi. But tu kwa tumepangilia tutafanya ama nini. Tulikuja tu na tukasema tufuge nguruwe, na tukanunua nguruwe tukakuja tukaweka. Nilitaka kufahamu zaidi mkulima Sharon anawalisha vipi nguruwe wake, na hapa anatudedevulia zaidi. Nyinyi mnavyoona ni mariments tu za shule. Tunaendanga shule, tukichukua zingine tunaenda soko town, tunapata wamama, tunapata hizo manyanya zimeharibika na tunazitumia, tunakuja nazo. Aswa kwa shule sana hizo za chakula yenye zimebaki, maugali, mamchele, tunaenda like St. Teresa's boys huwa wanatupatia. But watupei na pesa, tunatoa tu free. Ikizingatiwa kwamba nguruwe ni wanyama ambao wengi wanaamini kwamba ni wachafu zaidi, Sharon anasema kwamba yeye husafisha eneo wanamoishi nguruwe wake mara moja kwa siku na hajawahi shuhudia madhara yote kwa nguruwe wake. Labda kwa manufaa ya mkulima, labda tueleze, labda umesema una clean yale mazingira mara moja kwa siku, na unasema kwamba nguruwe labda ni wale watu wa kuchokora, labda ya mazingira labda hawezi kumwathiri nguruwe, labda wakati ambapo una clean mara moja kwa siku? Haiwezi adili, sababu nguruwe nayo unaitengenezea tu asubuhi na unamwaga sawdust. Ukimwaga sawdust hivyo mpaka kesho yake, sababu unaiwekea machakula kwa mandondo ndio uzipatie zikule.
Sharon anasema kwamba ni sharti mkulima azingatie kuwalisha vyema nguruwe hasa wanapojifungua, ikizingatiwa kwamba malisho duni kwa nguruwe wakati huo huenda ikachangia nguruwe kuwala watoto wake. Wanasema nguruwe anapojifungua inafaa ukwe makini sana naye wakati hasa kwa malisho, maanake anasema kwamba anaweza kula watoto wake. Sijui nyinyi mmekabili vipi changamoto hii? Hapo kabisa nguruwe kwa kuzaa kweli yenyewe unaichunga sana, unakuwa makini na iwezi zaa inazaa mara moja, inazaa tu like 30 minutes inazaa ingine, 30 minutes inazaa, na unafaa ukuwe makini na ikizaa hivyo unazitoa, unaziweka na uwezi weka kwa maji wa watoto, unawatoa na unafunika kwa kitu yenye iko na joto, alafu zinakaa hapo hivyo. Sasa wakati nataka kunyonya unaichukua unazipeleka kwa mama yake na nyonya, alafu ndeni unaitoa. Na je, nguruwe anapojifungua mkulima anafaa kuwalisha mara ngapi ndipo azuie hulka ya kuwala watoto wake? Mkulima wetu Sharon anasimulia zaidi. Hapo kabisa nguruwe kwa kuzaa kweli yenyewe unaichunga sana, unakuwa makini na iwezi zaa inazaa mara moja, inazaa tu like 30 minutes inazaa ingine, 30 minutes inazaa, na unafaa ukuwe makini na ikizaa hivyo unazitoa, unaziweka na uwezi weka kwa maji wa watoto, unawatoa na unafunika kwa kitu yenye iko na joto, alafu zinakaa hapo hivyo. Sasa wakati nataka kunyonya unaichukua unazipeleka kwa mama yake na nyonya, alafu ndeni unaitoa. Sasa tuseme wakati ambapo umefanya hivyo, wakati ambapo unawaleta kuwanyonyesha, labda mama yao unamlisha mara ngapi kwa siku ndipo asikuwe na hiyo hulka labda ya kuwa na tamaa ya kula watoto wake? Sasa kwa kulisha nguruwe lazima tu ilishe chakula, sababu hata mama mwenye amezaa lazima umpe chakula mzuri ndio ifanye atoe maziwa anyonyeshe mtoto. So inaenda tu mpaka kwa nguruwe, inafaa uilishe mara obviously kila saa tu unailisha, ukipatako chakula unaitupia hizo marines, alafu unaenda kwa duka unanunua advanced magic unaipatia na unachanganya unashaga na mahindi na chakula ya ndizi, mangozi za ndizi hizo matawi yake unaipatia inaongeza nutrient na vitamin kwa nguruwe, alafu maziwa inatoa maziwa unanyonyesha watoto. Nguruwe hahitaji matibabu zaidi kama wanyama wengine, ila anapojifungua watoto wake hudungwa sindano yenye madini ya iron ili kuzuia kuathirika na maradhi mbalimbali. Nguruwe kwanza ikizaa hao watoto unawadunga iron, shindano inaitwa iron. Hiyo iron itafunini macho, itaosha macho, sababu huwa ikizaa hao watoto wadogo wanafunga macho. Ukidunga hiyo shindano after 21 days tena unarudia unaidunga hiyo shindano tena after 21 days like 3 months ndio ikuwe sawa, itakuwa sawa na unaiachia. But kwa nguruwe kitu yenye inaiadhiri sana ni minyoo, sababu inakula chakula chafu, so most of time unaichunga sana kwa dawa ya minyoo peke yake. But kwa ugonjwa sijaiona ugonjwa ya nguruwe, labda ikose tu kuipea chakula. Sharon anasema nguruwe ambao anawafuga nyumbani kwake ni aina ya white race ambaye anasema ni asili ya Pakistan na ambao hawana changamoto ya magonjwa. Inaitwa white race. Hii ni white race, ni ile nyeupe. Hii inatoka Pakistan, but sisi tu kujua penye inatoka jinyasi yake, sisi tunajua tu tuliona tukanunua kwa mkulima mwingine tukaleta hapa hivi, but tujafuatilia sana penye ilianzia kutoka original. But najua ni white race. Kuna land race, kuna Hampshire, but sisi tuliamua tufuge white race. Kwa nini white race? Sioni white race, naona haina nini mingi, ati iko na inagonjeka ama nini. Naona tu iko sawa, magonjwa iko sawa, inaenda na climate ya huku. Kama wanyama wengine, nguruwe hana changamoto yoyote, ila anahitaji malisho tu kama anavyoelezea mkulima Sharon. Changamoto ni chakula. Chakula ndio changamoto sana, sababu ikifika wakati wa shule zimefungwa tutakosa chakula. Hiyo ni kitu ya kwanza. Alafu wakati kama December kiangazi iko tunakosa chakula ya kuipatia. So tunashaka tu mahindi na chakula kidogo kidogo tunaipatia.
Hiyo ndio changamoto, but kwa magonjwa nguruwe tangu ninunua hawa hawajaigonjeka. Okay. Ukitazama hapa katika chumba anachowafungia nguruwe wake Sharon, kuna mmoja mkubwa mnene. Huyu ndiye mama ya nguruwe wote ambao Sharon anamiliki kwa sasa, na anasema kwamba ana miaka 2 pekee na ameweza kumzalia watoto wengi zaidi. Ako na 2 years. Ako na 2 years. Na ukikadiria amezaa watoto kama wangapi? Wa kwanza alizaa watoto 4. Alafu round ya pili, sasa hii ni mara ya pili, kuna watoto tumeuza ndogo. Alizaa watoto 9 na tukawauza wote ndogo. Kuna wateja walikuja na tukawauza. Sasa hawa ni first born wao. Nguruwe hawa wadogo sasa wana umri wa miezi 6 pekee, ila Sharon anasema katika umri mdogo ndio wanahitaji kulishwa zaidi. Wanakula sana. Ni kama tu watoto wadogo akifikisha kuna umri wanakula sana kabisa. Sasa ni kama watoto wadogo, na ukiangalia hata kuna wengine iko na mimba. Mfugaji Sharon anasema kando na kutumia mabaki ya chakula kuwalisha nguruwe wake, yeye hulazimika wakati mwingine kuwanunulia nguruwe wake chakula dukani. Kuna ingine inaitwa Advanced Magic nguruwe. Huwa most of time tunachukua mahindi, tunaenda tunashaga kwa tinga na tunakuja tunachanganya na hizo machakula za duka ya Advanced, na kuna lime tunachanganya zote na tunazipatia zinalamba. But most of time si tunalisha remains. Inaaminika kwamba nguruwe hawezi kuathirika na baridi wala mvua, na hali hii imechangia nguruwe kutoathirika na magonjwa kama wanyama wengine. Nguruwe wako sawa. Kwanza kwa venye najua tulienda Google tukaambiwa nguruwe haina hizo mashimo za kutoa joto kwa mwili. So kitu muhimu kwa nguruwe ni maji. Inaweza enda kwa matope, inachezea kwa matope, hiyo mvua hiyo na iko sawa kwa nguruwe. Baridi, joto yote iko sawa kwa nguruwe, but joto naona ina affect sababu mafuta iko na mafuta mingi kwa mwili. Jua ikichoma sana huwa inayeyuka. Sasa inaiumiza kwa mwili yake. Most of time baridi iko sawa na nguruwe. Na wakati ambapo mnawalisha chakula, kuna maji ambayo mnawapatia ama maji ni mnawapatia katika labda wakati ambapo wanahitaji? Kwanza chakula mingi sana ya nguruwe ni maji. Kitu ya kwanza ni maji. Unawapea maji mara ngapi kwa siku? Maji tunaiwekea most of time ni maji tu sana. Tunaiwekea karibu, yani hiyo lazima tu maji iko kwa nguruwe. Na je, mkulima Sharon anapata wapi soko ya nguruwe? Soko yetu tukitaka tu mtu tunaenda tunatafuta machinjoni. Town huko. Kuna kichinjio ya nguruwe? Kuna kichinjio ya nguruwe pale, but Bikeke hakuna. Okay, labda baadhi ya watu wanadhani kwamba nguruwe ni mnyama mchafu na stahili kufugwa nyumbani. Mfugaji Sharon alikuwa na ushauri kwa watu wenye dhana kama hii. Mkulima mzuri unafaa kuwa mchafu. Sababu kila kitu ni chafu. Hata hiyo kondoo kuna disadvantage yake. Kila kitu iko na disadvantage na advantage. But mimi kwangu nguruwe iko sawa. Na wewe nguruwe hasa kutokana na ufugaji wa nguruwe, ni kipi ambacho umeweza kutekeleza kutokana na ufugaji? Imekusaidia namna gani? Nataka kuelewa zaidi kitu ambacho umekifanya na mradi upi ambao umeendeleza kutokana na kilimo hiki cha nguruwe. Nguruwe imenipea faida mingi. Nimeuza, nikanunua bata mzinga, mmeziona hapo, sungura, niko na ng'ombe. Yaani imenifanyia vitu mingi sana. Nikitaka kufanya kitu pesa rahisi, unajua tena nguruwe iko na market. Ukisema sasa unataka kuuza nguruwe, wateja wanakuja. Ipatikane sasa hivi towns nguruwe ni ngumu kupatikana. So mimi niliamua kufuga nguruwe na imenisaidia sana. Kuna mbolea zake ni mzuri sana kwa shamba, imefanya mahindi imekuwa mzuri. Kila kitu. Na mkulima Sharon vilevile aliwahimiza wakulima kukumbatia ufugaji wa nguruwe, ikizingatiwa kwamba hana kazi nyingi na changamoto nyingi kama ufugaji wa wanyama wengine. Wafuge kwa nguruwe. Nguruwe haina hiyo mingi, kazi mingi hata sijui nini. Nguruwe tu bora umeifuga na umeipatia chakula, iko sawa. Ugonjwa kwa nguruwe hakuna. Ijawahi shika tangu ninunue, labda pengine ikuje vile mimi nimekuja hivi ikuje, but for me kwa nguruwe ijawahi gonjeka. Ikizaliwa tu hivyo unaidunga sindano ya iron
Hivyo ndio inaendelea hivyo. Hizi jawahi gonjeka hizi ndogo. Na je, nguruwe anamuuza pesa ngapi? For me, nguruwe huwa wanauza kwa kilos. Kilo moja ni 380 and 400. So ukikuja, tunakuja tunapima na unaenda nayo. Ukiangalia kilo yake ni unauza 380 kwa kg. So ukikuja na hii nguruwe unataka kununua, tunapima na kilo alafu tunakupatia, unatukalkuletia kwa hiyo kilo alafu unatupatia pesa. Hiki ndicho kilimo bila shaka ambacho wakulima wanafaa kukumbatia, manake nguruwe hana mahitaji mengine kama wanyama wengine. George Tiang, makala ya ukulima mazao bora, kaunti ya Trans Nzoia. Yesu mzabibu kweli, Baba Mungu ndiye mkulima, na nyinyi matawi ndani yangu, mwezi neno bila mimi.